Hapa sikiliza, hakuna mtu mwingine wa kulaumiwa katika kupotea kwa watoto wasichana, tabia zao, tabia mbaya, maadili mabaya. Mtu wa kwanza kulaumiwa ni wazazi na jamii. Jamii kwa jumla inahusisha kila mtu, na ndio maana jamii imejenga mifumo mbaya. Tukiongelelea ndoa, kwa hivyo watoto wetu sana sana wasichana, unaona kama online kila wakati unakuta watu walio na akili, watu wazima, advice zao wanaambia watoto wasichana, tafuteni hela. Siku hizi hakuna wanaume, kwa hivyo tafuta pesa yako, ukiwa na pesa yako uko sawa. Sasa hiyo mifumo ya kibaradhuli, mifumo ya kijinga iliyojengwa ndani ya watoto ndio inawafanya siku hizi tukue na single mothers kila mahali. Unajua kwa nini? Kwa sababu watoto wasichana wanakuwa wakifunzwa na wazazi wao, tafuta hela. Ni kweli, tafuta pesa, ni kweli. Lakini sasa juu wanajua nikiwa na pesa niko comfortable. Wakifika pale wanapohitaji mwanaume, mwili wao biologically ndio unahitaji. Kwa hivyo zile pesa hazitawasaidia. Na kwa maana walifundishwa pesa ndio kila kitu, basi hawatakuwa submissive kwa wanaume zao. Watakuwa na maringo, majivuno. Ndio maana unakuta wakiolewa ndoa mingi zinaisha. Kila mtu unakuta single mother. Angalia sana sana kama kaunti ya Murang'a nchini Kenya, iko na single mother wengi sana. Na si eti hawa baba wamekufa, wapo hai. Lakini ukiangalia jamii venye imelea wale watoto, imewafundisha pesa ndio kitu muhimu. Hawajui yule mtoto akiwa mkubwa, biologically mwili wake uko prepared, utahitaji mwanamke ama mwanaume. Kwa hivyo jamii ndio imepoteza mfumo wa kufundisha watoto jinsi ya kuwa mtu mzima. Sio tu pesa peke yake, kuna mambo mingi ya kufundisha watoto wetu, sana sana wasichana. Ndio maana utakuta msichana anaolewa lakini hana heshima kabisa kwa mwanaume, kwa sababu yeye anajua nikishapata pesa yangu nifanye kazi ama niajiriwe nikuwe na pesa, full stop. Lakini anasahau hata kama ako na pesa bado atahitaji mwenza, na akihitaji mwenza ajui jinsi ya kuishi naye. Kwa hivyo jamii imefeli sana sana, wazazi wamefeli kufundisha watoto, kutayarisha akili zao jinsi ya kuingia katika utu uzima wa kuishi kwa maisha ya ndoa, kwa sababu tumeendekeza sana pesa. Pesa ndio tunaona ni kila kitu, lakini hatuwapi nafasi ya kusoma vitu muhimu ambazo zinapita hata pesa. Sijui kama tunaelewana.